Mecha, afadhali umekuja. Umefanya nini binti yako? Mama, sijamfanya kitu chochote. Mbona amekuja hapa akiwa analia? Mama, hakuna nilichomfanya. Ila nilikuwa nazungumza naye. Yeye ameelewa tofauti. Na ndio maana amerudi amekuwa kwenye hali kama hiyo. Kuhusu nini? Mary, ni nani amechukua pesa zangu pale? Naongea na wewe, usinitumbulie macho. Ni nani amechukua pesa zangu pale? Hivi Mecha, unafikiria ni nani anaweza akaingia ndani akachukua hela zako hapa? Sasa mimi nitajuaje? Ingawa mimi na wewe ndo tunaishi humu ndani. Ha? Ni nani unavyofikiria nitamuuliza? Hela nimechukua mimi. Na lengo la kuchukua hela lilikuwa ni moja tu. Nilitaka nikanunue nguo, nipendeze ili unione mzuri kila wakati. Hivi ni yake kuniona kila siku napendeza kwa jasho la mamangu? Kila unaponihitaji nakuja. Unanitumia kadiri uwezavyo. Unanigaragaza utakavyo. Maliza ya hapo unanipa 5,000. 5,000 inanikizi nini? Usiniangalie, naongea na wewe. Mary, ungeniomba? Naomba rudisha pesa pale. Rudisha pesa zangu Mary. Pesa zako hizo nimezirudisha. Sina shida nazo. Mary. Mary. We Mary. Mary. Mimi nae pesa zimenitenganisha na mpenzi wangu. Nimeachana nae, hataki kabisa kusikia jina langu. Oh baby, wendo efumatio, rudi kipenzini na hali mbaya mwenzio. Machozi hayanishi kila siku kilio. Kama pesa zako umeshachukua, sasa nini tena unakitaka? Mama. 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 Kwenye dunia kuna kitu kinaitwa mapenzi. Kama yaliwatesa mababu mikijana siawezi yoyo. Yananipa tabu, yananipeleka lesio. Bwana msafiri, na vile hapa. Alright. Nasikia. Mimi nimepita hapa. Kwa sababu ya mtoko tukati yako. Au sio? Unamtolea macho. Mimi sina kujua ndugu yangu. Achana na hizo bana. Kalia chuma tuondoke. Basi. Sasa mdogo wangu. Nilikuita. Ila nakuja pamoja. Mimi natoka. Sawa. Na unajua kabisa hapa mzee hayupo. Sijajua hata ulinda yako. Sasa kama hajawahi kurudi mzee, nitakusaidia masuala ya msosi. Kwa sababu nakujua wewe Leza. Kwa kugonjwa kujua. Shauri yako kula na mazoezi mbele. Sio iticha kushauri tunakuwa kwa kitu. Okay, basi kama hivyo nilivyokuambia. Sawa.
Niwekee nyanya 3. Na kitunguu. Na hoho. Niwekee na hiyo pilipili hapo hiyo. Kwani kitunguu sijaweka huko? Sijaweka. Na kitunguu za 300. Sasa uniongeze kidogo hata na mimi shoga yangu. Wewe wanangu, nataka nikwambie kitu. Unajua kuna mpumbavu fulani, kuna mjinga fulani mtaani anasumbua vibaya mno. Huyo anasababisha maisha yangu sasa hivi niishi kinyonge, niishi bila amani. Mtu gani wanafanya mwishi bila amani? Kuna mchezo mmoja hapa anaitwa Msafiri. Amekuwa akinisakama kila wakati. Na siku moja tuko mtaani, nafanya usafi wangu nini, usafi wa nguo. Sasa nikachukua ile maji machafu, nikamwagia kwenye maua yao. Mwanangu, sio poa. Nilitoka siku hiyo hadi leo. Nishajaribu kuzungumza naye lakini nimshaje haelewi wala nini. Ndio Chinko, nimekusikiliza ila unachoongea kiniingia akilini. Wewe si unatuongopea. Unatudanganya. Itakuwa kuna kitu kingine hapa kinachoendelea. Haiwezekani yaani uchukue maji tu mwage katika maua na ukimbize wewe kesi kubwa hivyo. Itakuwa kuna kesi nyingine hapa. Wewe ujue mwanangu, huyu jamani mtata vibaya mno. Ni mtaani kwenyewe wanamjua. Mimi mwenyewe mada hajaniingia kikweli. Si unajua? Sawa, na muda sasa nichelewe mtufanyeni kwanza kazi afu baadaye tukitoka hapo tutaongea. Oya sikia. Mwapende kijana mwenzenu. Hili ndo kwanza picha linaanza. Yes kakimbia. Ila nikipitia mkononi. Atakucha katika maisha haya. Ataomba ardhi ipasuke ingie chini ya ardhi. Mwapende kijana mwenzenu. Kwa hivyo namuelewa kweli. Simuelewi yule mzee, sio anaongea nini? Simuelewi. Itakuwa alikuwa anamzungumzia Chinko. Nadhani ndio yule. Itakuwa maana sio kwa vita hii. Kuna jambo linaloendelea na sio maua. Kweli. Mimi sidhani kama ni maua, ila kuna kitu kinachoendelea. Maana mtu hawezi tu someana kuja paka kazini anataka kwa kiasi. Inabidi tukae chini rafiki yetu tuongee naye. Kwa kama mbaya itakuwa mbaya. Msafiri, kwani mnagombea nini wewe na mwenzio na muoneni pale mnakimbizana na huyo? Alafu leo sio siku ya kwanza, hata binti yangu alisema amekuona wewe na mwenzio mnakimbizana na magongo. Kwa nini mnakuwa hivyo? Changu akitu sawa. Alafu nishafuta. Alafuata akili yangu isome. Ukiataka haya yote. Tafuta kwa muda wako. Nitakuelezea kila kitu. Kwani leo hapa kuna nini? Si niambie tu.
sasa hivi. Sawa. Basi sawa. Naomba namba yako ya simu. Sombe na mpenzi wangu nikikukuta, oya we na kufukuza na kukurupusha. Si unajifanya chizi, mimi mwenye nishaweuka. Unaleta dharau, mimi nishanunua saduka. Kimbunga na kutemolea kimbunga, na utajota kimbunga kuanzishia kimbunga. Chimpo ndugu yangu, hivi na Msafiri kuna kipi ambacho kinaendelea? Maana saa hizi mtaani kila unapopita ni majina yenu tu yanatajwa. Msafiri na Chimpo, Msafiri na Chimpo. Hivi ndugu yangu, naomba uniambie, kuna shida gani kati yenu nyewe wawili? Kitundu. Kiukweli unaweza kusema tatizo hakuna. Ni issue ndogo sana na ambayo kama ingekuwa labda mtu mwingine au wewe usingeweza kunini. Mimi Msafiri ni tulikuwa tuko karibu sana hivi. Kwenye issue zetu nini mishimishi zetu. Sasa siku moja nikapata issue fulani ya kuuza kitanda cha mtu. Ile issue nikapata ganja 50,000. Kupata 50,000 ni nikachukua 30 nikaweka mfukoni, nikachukua 20,000 nikampa yeye. Mbona umenipa 20,000? Sina hasa Msafiri. Issue si ya kwangu mimi hapa, ndio mtu gani tena kwa nini ndio nini? Issue nimeipata mimi. Niko na mwanangu niko na 20,000 fresh ni kilo safi. Sina nini? Hivi. Msafiri. Basi toka hapo. Ndio vita yote unayoiona sasa hivi. Naishi kwa hofu, naishi bila amani, chanzo chake ndio hicho. Mzee. Sasa kama tatizo ni hilo ndugu yangu, si maswala tu ambayo kuongeleka mkakaa chini mkayamaliza. Au nyinyi mnaona kuna sifa ambayo kila siku mnapopita Chimpo na Msafiri, Chimpo na Msafiri. Maswala yanaisha ndugu yangu. Nishaka naye sana. Nikakaa naye chini kama ikiza Msafiri. Tatizo nini rafiki yangu? Kama hicho nilipata mimi na nimekupa ile 20,000, mbona ni jambo la kushukuru? Lakini Msafiri ameshindwa kunielewa. Yaani ni kwamba kakaza. Sasa ni mbaya wenyewe kwamba ni mimi nilikuwa nishatumia baada ya kupata kuna issue fulani kwenye nilikuwa nadaiwa na mshikaji nilichukua simu. Alikuwa kaagana ngai 30. Basi ondoa shaka. Mimi kwa kuwa Msafiri na mwezi nitamfuata. Nitakaa naye chini nitaongea naye. Ili tujue tuliswala tunaliweka vipi sawa, Utakuwa umenisaidia sana kama kuna uwezekano nienda kuzungumza naye kana chini kama ataelewa ili kuweza kutengeneza amani ya maisha yangu. Fanya hivyo. Sio vizuri vijana kila siku mara skendo hii. Haileti picha nzuri katika mtaa wetu. Yananipa tabu, yananipeleka lesio. Yani kivumbi na jasho yananipa stressio. Baby, nimekumiss sana. Poa, nilikuwa huko kwa marafiki zangu huko. Shani tu. Kuna maneno nimewasikia. Maneno gani tena? Kuna wakaka fulani hivi la. Kuna mkaka mmoja hivi anaitwa Chipo na Msafiri. Chipo. Chipo. Nasikia kuna tukio limetokea huko kazini kwao. Unaambiwa vurugu baby wangu. Sijui wamegombana nini. Unaambiwa wanafukuzana afu watu wamejaa hivi wengi. Kumbe umeambiwa hujaona. Nimeambiwa mimi sijaona. Mbona usitani kufuatia majina ya watu, unajua? Maana mtani achana. Maana mara nyingi nakwambia ukae hapa nyumbani. Tulie kutokana na maneno ya mtaani. Mimi naye pesa zimenitenganisha na mpenzi wangu. Nimeachana naye, hataki kabisa kusikia jina langu. Oh baby, wendo efumatio, rudi kipenzini na halimba ya mwezi. Machozi hayanishi kila siku kilio, nimekumisi.
nipe pio